Hakika sifa njema anastahili Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi, aliyetukuka na mkubwa, kwa kutujalia sisi Waislamu kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na kumaliza kufunga mwezi huo mtukufu kwa kutaraji malipo na thawabu kutoka kwake Allahu Azza wa Jalla. Ndugu zangu, hasibu anfusakum kabla yaumil hisabi. Ndugu zanguni, zihesabuni nafsi zenu kabla ya siku ya hisabu. Ikiwa ndugu zangu tumetoka katika mwezi wa rehma, ikiwa tumetoka katika mwezi wa msamaha, na ikiwa ndugu zanguni tumetoka katika mwezi wa kuachwa huru na moto wa Jahannam, na ni mwezi ambao unapoingia futihati abwabu samai wa ghuliqati abwabu jahannam wa sulsilati shayatin. Ni mwezi ambao ukiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia milango ya mbingu zote hufunguliwa, ai milango ya pepo huwa wazi hufunguliwa. Lakini katika mwezi huo milango ya motoni yote Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala huifunga. Lakini haitoshi hivyo tu, unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, mashaitani wote huchukuliwa na kufungwa minyororo. Ikiwa mwezi wa Ramadhani milango ya moto ilifungwa, sasa imefunguliwa ndugu zangu. Ikiwa mwezi wa Ramadhani milango ya moto ilifungwa, sasa imefunguliwa na mashaitani wameachiwa huru. Ndugu zangu, ikiwa mwezi wa Ramadhani watu waliacha matendo mbalimbali mabaya, wakarudi kwa Allahu tabaraka wa taala wa kumuogopa yeye Allahu tabaraka wa taala na kuogopa kufanya mambo yasiyofaa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama mtu alikuwa mlevi, mwingine aliacha ulevi wake akarudi kwa Allahu tabaraka wa taala. Kama ni watu wa kubeti, wacheza kamari, waliacha michezo hiyo wakarudi kwa Allahu tabaraka wa taala. Kama walikuwa wazinifu, waliacha wakarudi kwa Allahu tabaraka wa taala. Kama matapeli na hali kadhalika, waliacha hali hiyo, wote wakarudi kwa Allahu tabaraka wa taala. Ndugu zanguni, kama ni mwezi wa Ramadhani tuliweza kuviacha vitendo vyote hivyo visivyofaa kwa jamii, lakini mwezi wa Ramadhani umeisha. Sasa ni juu yetu kuyatumia yale mafunzo tuliyopata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama tuliweza kuyaacha yote na tukaweza kuishi katika mwezi wote wa Ramadhani, basi haina shaka tunaweza kuishi hata katika miezi mingine. Ndugu zanguni, haipendezi kwa Muislamu kuiharibu funga yake ama kuharibu thawabu zake za funga katika siku tukufu hii ya leo. Waqala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala amesema, ya ayuhan nas inna wa'da Allahi haqqan. Enyi watu, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli. Fala taghurannakumul hayatud dunya, wala yasikudanganyeni maisha haya ya kidunia, wala ulimwengu usituadae. Wala yaghurannakum billahi al-ghurur, wala yule mdanganyaji mkubwa asikudanganyeni juu ya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, yani Ibilisi. Ndugu zangu, ameishafunguliwa. Mwanzo alikuwa amefungwa, sasa hivi Ibilisi ndugu zanguni ameishafunguliwa. Sasa Mwenyezi Mungu anatuhusia, anatuhadharisha kwamba yasitudanganye kwanza maisha ya dunia. Yale yote tuliyoyachuma mwezi mtukufu wa Ramadhani tukaja kuyapoteza katika siku ya leo. Ndugu zanguni, wala Ibilisi asitudanganye juu ya Mwenyezi Mungu tukayaacha yale tulikuwa tunayafanya, tukaenda kuharibu funga zetu na thawabu zetu katika siku hii ya leo. Ndugu zanguni, inna shaytana lakum adu. Mwenyezi Mungu anaendelea kusema hakika ya huyu shaitani kwetu sisi ama kwenu nyinyi ni adui.
fatakhidhuhu aduwa, kama shaitani ni adui, basi na nyinyi Waislamu na nyinyi watu mfanyeni shaitani huyu ni adui. Innama yad'u hizbahu, kwani shaitani jinsi alivyo analiita kundi lake, liyakuna min ashabi sa'iri, ili liwe ni kundi miongoni mwa makundi ya motoni. Hii ndio kazi ya shaitani ndugu zangu. Na leo hii shaitani kafunguliwa. Kwa maana hiyo leo atafanya kazi kubwa sana kuliita kundi lake ili liwe miongoni mwa kundi la watu wa motoni. Ndugu zangu, leo ni siku ya kupigana jihadi na nafsi zetu. Wenda kuna watu wameandaa mambo mbalimbali yasiyofaa. Wenda kuna wengine wameshaweka ahadi wakutane na vimada vyao ambao wameviandaa. Wenda wengine wameshaweka ahadi leo hii baada ya kutoka hapa wakalewe. Wenda wengine wameshaweka ahadi moyoni, wameazimia wakitoka hapa wakacheze wakabeti na kufanya mambo mengine yasiyofaa. Ndugu zanguni, hii siku ya leo ni siku tukufu. Haipasi Muislamu aliyefunga siku 30 ama 29 akaiharibu siku hii ya leo kwa kuyafanya mambo yasiyofaa. Lakini ndugu zanguni, kama tumetoka katika mwezi wa maghfira, mwezi wa msamaha, basi ni juu yetu kujitahidi kuishi katika mafunzo tuliyoyapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama tuliweza kuacha mambo yasiyofaa, basi hata miezi mingine tunatakiwa tuyaache. Kama tuliweza kuyaacha yasiyofaa, basi hata katika miezi mingine tunatakiwa tuyaache hayo mambo yasiyofaa. Na hapa tukifanya hivi ndio tutakuwa tumepata funzo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa lengo lake kuu ni la'allakum tattaqun, ili tuwe wacha Mungu. Sasa mcha Mungu gani ambaye anatubia alafu tena kesho ama kesho kutwa anarudi katika yale ambayo aliyoyafanya? Ndugu zanguni, miongoni mwa masharti ya toba ni kuazimia kutoyarudia yale uliyokuwa ukiyafanya nyuma. Na ikiwa tumeingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa maana hiyo kwa hakika tumetakasika na Mwenyezi Mungu atusamehe katika yale tuliyoyafanya. Sasa utakapoyarudia tena, mtu atakapoyarudia yale alikuwa akiyafanya nyuma, basi toba yake hii itakuwa haijakubalika. Lakini ndugu zanguni, kama Mwenyezi Mungu alivyosema, wala asitudanganye maisha ya dunia, pia umauti uko mbele yetu. Wenda mtu ukatoka leo hii ukawa umeazimia kuyafanya mambo yasiyofaa, na leo hii ikawa ndio siku yako ya mwisho kuwepo katika ulimwengu huu. Kwa hiyo ndugu zanguni, utakuwa umefanya toba lakini umeondoka vibaya, kwa sababu mtu kaondoka katika maasi, hali ya kuwa amefunga, amesamehewa madhambi yake, lakini siku ya leo mtu anakwenda kuiharibu kwa kufanya mambo yasiyofaa. Ndugu zanguni, tunakumbushana haya ili kuweza kupigana jihadi na nafsi zetu. Jihadi kuu iliyobaki ni kupambana mtu na nafsi yake. Kama mtu uliweza kujizuilia siku 29 pasi na kufanya mambo ya ovyo, basi hata miezi mingine na siku ya leo tukufu tujizuilie kuyafanya mambo hayo. Ndugu zangu, ni siku ya leo ni siku ya kumtukuza sana Mwenyezi Mungu. Ni siku ya kumswalia sana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukifanya hayo ndio tutakuwa tumepata malipo mazuri na tutakuwa tumezilinda thawabu zetu na malipo yetu ambayo Mwenyezi Mungu ametuandalia. Ndugu zanguni, ya kuzungumza ni mengi, lakini kulingana na wakati haina budi kukumbushana yale masuala ya muhimu ambayo tunatakiwa tuyafanye sisi Waislamu. Ikiwa tumetoka katika mfungo wa Ramadhani, basi ni juu yetu kubwa zaidi kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kumtukuza sana Mwenyezi Mungu, kumsalia sana mtume katika siku hii ya leo, na kujiepusha kuyafanya matendo ambayo yasiyofaa na Mwenyezi Mungu asiyotaka. Kama tumetubia, basi tuishini katika maisha yale ambayo tuliishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa sababu unapotubia mtu haitakikani tena kuyarudia yale uliyoyatubia ama uliokuwa ukiyafanya huko nyuma, wala kuyakumbuka. Na unapoyakumbuka